Kusema kweli wanaumiza watu sana. Joho akawakoseni nini mpaka ukafikia hatua ukamdhalilisha? Kilichouma mchukuaji ile video au ndio hiyo clip, manake wakati anachukua na maneno nafikiri yamemtoka, na yale maneno yalikuwa sio mazuri. Mimi nimekuta kwenye TikTok, siwajui nani, watu wanaoneshana. Tumekubali na kifo chake, lakini kilichotukera kudhalilishwa kwa mtoto wangu. To stop kufanya kitu kama hichi. Huu ni udhalilishaji. Unarekodi, unaongea maneno, sio kama hajakusudia, ukakusudia. Kufuatia tukio la ajali iliyotokea tarehe 30 mwezi wa 9 2025 maeneo ya Migombani hapa visiwani Zanzibar, ajali ambayo iliyosababisha vifo vya watu watatu akiwemo marehemu Joha Aziz. Familia ya marehemu Joha Aziz imeguswa vikali na kuachwa katika hali ya majonzi na simanzi mara baada ya tukio la kusambaa kwa video ya marehemu huyo katika mitandao ya kijamii, huku ikisikika sauti ya mtu aliyemrekodi marehemu huyo akisema maneno ya kashfa na ya kejeli, jambo ambalo limewagusa wanafamilia na kutaka kuacha vikali wanaosambaza video hizo na wenye tabia za kurekodi watu au vitu bila ridhaa. Mshindo TV na baadhi ya wanahabari wamefika nyumbani kwa marehemu huyo ili kusudi kuweza kuzungumza na wanafamilia kwa lengo la kutaka kujua jinsi tukio zima lilivyotokea na hatua zipi walizozichukua. Halikadhalika kuweza kuzungumza na msaidizi wa sheria kutoka Jumuiya ya Wasaidizi wa Sheria za PAO ili kusudi kuweza kutaka kufahamu na kujua sheria ipi walizozichukua. Nikusihi tu mtazamaji uwe nami mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Sio, kwa kweli tumekubali na kifo chake, lakini kitu kilichotuudhi sisi na kilichotukera kudhalilishwa kwa mtoto wangu. Hicho ndio mimi kilichonikera na nataka haki yake. Hicho ndio ninachokitaka. Kuna mwanangu huyu Salma ndo alikuwa anafuatilia. Ndio yeye ndo alopita kote huko ndo mpaka leo tukafikia hapa. Pamoja na mjomba wake Alfani. Alhamdulillah, tunashukuru mpaka sasa hivi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndo mpaka tukafikia hapa sasa hivi. Nachokiomba hichi kitu kichukuliwe hatua, na hili jambo nahisi halitosaidia sisi tu, litawasaidia na wengine pia. Sisi yetu alhamdulillah yashapita, tunamshukuru Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Nachoomba kwamba watu wafikirie, yani sio mtu anafanya kitu bila kufikiria. Hicho ndo ninachokiomba zaidi. Kudhalilishana kwenye mitandao, kusema maneno yasiokuwa na maana. Kusema kweli wanaumiza watu sana. Mtu nakubaliana na yote, lakini sikudhalilishwa kwa mtu wako kwenye mitandao. Na watu wanapozungumza kwenye mitandao wanazungumza maneno tofauti kabisa. Wanazungumza wanayotaka wao yani. Kuna vitu vimetukwaza, vimetuumiza, vimetuathiri physically, mentally, hatuko sawa. Tunakubali sote tutatangulia, sote tutakufa. Yeye katangulia, sisi tunafuata. Ila kuna swali, leo mdogo wangu siku alokufa Allah mrahamu, baada ya kutoka maiti watu kusoma dua kumaliza na kutatu kwenye msiba, wanaoneshana clip. Siku ya kwanza ile clip ilikuwa haikuwa na sauti. Anamuonesha, anafunua. Sikusema kitu nyumbani kwa sababu nimeona ile hali kasa nitakuja kuumiza. Nistahimili. Siku ya pili asubuhi alfajiri zinaingia zile video ambazo zina sauti. Joho akawakoseni nini mpaka ukafikia hatua ukamdhalilisha? Mimi nikakufanyia? Au kama umetumwa, kwa nini yule alomtuma akamkosea nini? Alafu comment mnajudge mtu nyewe hamumjui. Hatuwezi sisi kumjudge mtu, na huwezi kuhukumu mtu, huyu mtu yuko mtu fulani, anayehukumu ni Allah. Kwa sisi sote tunahukumiana, Mungu yuko kwa sababu gani? Hatuwezi sisi kumjudge mtu. Joho hamumjui, mpunguze maneno. Leo watoto wake almost 2 weeks tunabebeleza kula, hawali, wanaenda tu, yani
Alhamdulillah, yani mimi mkubwa, mtu mzima naumia. Imagine wale watoto wanachukulia vipi? Wanaenda skuli, wanarudi, wana nini? Tumeenda Madema tarehe 2 kupeleka malalamiko. Tarehe 3 nimeenda kwa mkurugenzi wa Mnazi Mmoja Muhyiddin. Alhamdulillah kanisikiliza. Haikutosha, nimetoka nimeenda ustawi wa jamii. Naongea. Alhamdulillah kuna masaidi pia wamenisikiliza. Sitoe shukurani. Nimeenda mpaka Wizara ya Afya. Nimepeleka barua. Ila still sijaona, yani bado. Kwa nini najakamatwa? It's easy mtu kusema move on, lakini kama alijakufika na kama si mtu wako, huwezi kujua maumivu. Huwezi kujua what we are going through, yani. It's easy kusema hivi. Alhamdulillah kuna watu ambao walosimama na mimi. Alhamdulillah, Allah alipe kheri. Na still wananisaidia. Ndio mpaka leo nyinyi mmefika hapa. Na naamini kwa sababu hii nitapata justice ya Joha. Mimi nimekuta kwenye TikTok. Siwajui nani. Watu wanaoneshana. Mimi ndugu yangu katumiwa, ye mwenyewe rafiki yake kaikuta kwenye group. Kwa hiyo hata hatujui imetoka wapi. Maneno kamfunua, kaongea maneno mabaya. Mimi nataka akamatwe. Kwanza atujibu maswali yetu. Paka kwa nini nimefikia hivi? Nataka na yeye arekodiwe kwenye jamii. Aone vipi katuachia jeraha. Aombe msamaha kwenye jamii. Tumekwenda mpaka mortuary, nimeona mimi ndo niloitwa nikahakikishe kwamba ndiye au siye, nikahakikisha kwamba ndiye. Alimradi ile hali ya pale mortuary yote mule ndani, mimi sikuwahi kuingia, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Nikaona wale watu jinsi gani wanavyokuwa wako angalifu kutizama watu wanaoingia kwenda kutizama watu wao. Alhamdulillah imefika time tumechukua mtoto wetu tumeenda kumstiri, lakini baadaye zimeanza kutoka clip ikiwa inaonyesha mule mortuary, na kiukweli inaonyesha kwamba huyu mtu Allahu yaalam, yani kwamba alikuwa na wenzake pembeni, lakini kwa mujibu ile ilivyokuwa inatoka ile sauti na ule mtu anavyofanya, ilikuwa inamaanisha kama yuko peke yake kajitawala mule mortuary. Kwa kweli mimi nilikuwa nasikia, baadaye nimeonyeshwa, na mimi kiukweli kilichoniuma au mpaka leo tukafikia hapa tulipokuwa tumefikia, kwa sababu tayari mwanzo yalishatoka na tushakwenda tulipokwenda, tushakwenda mahala mwingi kutaka msaada. Hatuna ugomvi na mtu wala hatufanyi haya kwa ubaya, ila tu kilichouma mchukuaji ile video au ndio hiyo clip, manaki wakati anachukua kuna maneno nafikiri yamemtoka, na yale maneno yalikuwa sio mazuri ukweli, kwa sababu kama mtu mwenye akili zako utafahamu kwamba yule mtu ana mambo mawili, ametuma au alikuwa na uadui na yule marehemu, kwa sababu anazungumzia neno kwa huyu, anaonyeshia kwanza kamfunua, halafu anaonyesha kidole kwa huyu alikuwa anastahili kuwekwa chini. Lile neno mimi ndo mpaka leo linanirudia mara 10 kwa sababu ile issue yenyewe hasa ukizingatia na ukijaribu kufuatilia ni vitu vilivyokuwa kama vinajiunganisha. Ukweli huyu aliyofanya hili jambo ametukosea, tena ametukosea sana kama ni familia. Sana zaidi ya sana. Na mpaka kufikia hapa, kwa sababu leo nafikiria zishafika siku 20 labda. Tumeshakwenda tulipokwenda, lakini ukijaribu kuuliza unaambiwa bado kuna mambo yanafuatiliwa na hivi na vile, washafuatwa waliofuatwa, lakini still bado hatujapata haki yetu. Haki yetu sisi tunayoitaka kwamba huyu aliyefanya hichi kitendo kwanza tumjue ni nani, ilikuwaje na kwa nini alikuwa anaongea maneno yale. Akisha kutujibu basi tutaachia serikali ifuate mkondo wake, kwa sababu serikali hailali na wala haijai kulala na inafanya kazi. Tunashukuru sana ya serikali na kazi kubwa sana kuelimisha watu, kubwa zaidi ya kubwa, kwa sababu mtu anamiliki simu imewekwa kamera, nafikiri haijui kazi yake ile kamera, ampige mkewe,
apige sehemu mtu aliyekuwa karidhika kupigwa na ile picha, akapige sehemu manake. Lakini utakapompiga mtu picha mwenyewe hakuridhika, nafikiri hii inakuwa ni kinyume na sheria. So tofauti na watu wanavyochukulia, ana mtu anaweza akawa anamvizia mtu, au mtu anaweza akamuona mtu kalimtokezea jambo baya, kitu cha kwanza watu wanakimbilia kumrekodi. Imetokezea ajali, watu imetokezea lolote, nafikiri ni kinyume ya sheria. Hii haistahiki, na muono wangu watu wanatumia simu vibaya sana, kwa sababu mtu anatumiwa bila hata kufikiria, na yeye anataka sifa, anatuma kwingine, na ule mwingine akitumiwa naye anaanza kuongea anayotaka ili ajifanye kwamba yeye anajua zaidi au yeye ni mjuaji. Lakini nafikiri sana sana unakuwa ni ujinga. Wewe unayefanya mambo hayo, chukua sana tahadhari, jua hili. Mnamo tarehe 20 nilipokea simu kutoka kwa familia ya marehemu Joha ambaye amepata ajali ambayo ilisababisha vifo vya watu 3 pale. Kwa hiyo nimepata malalamiko kutoka kwa familia hii kupitia dada wa marehemu na mjomba. Wanalalamika kwamba maiti wao amedhalilishwa, kwamba alishafika hospitali baada ya kuwa amefariki, amefunikwa, lakini walimfunua, na yule ambaye alikuwa akirekodi, kuna mazungumzo ambayo si mazuri ya kumkashifu yule marehemu yamefanyika. Kwa hiyo kama msaidizi wa sheria nilichotaka kukijua kwanza hatua zipi wamezifuata za kisheria, na nikawashauri. Kwa hiyo waliponiambia wamepeleka barua Wizara ya Afya, nilitaka kujiridhisha kweli Wizara ya Afya wana habari. Wakasema umekwenda hospitali. Mimi binafsi nikafanya mawasiliano na mkurugenzi wa hospitali kunithibitishia. Wakasema umekwenda pia kutoa taarifa polisi Madema. Kwa hiyo na mimi nikafanya kujiridhisha, kutaka kujua katika sehemu zote wamesema wamefika, kwamba wamefika, lakini hatua zimechukuliwa kwa watuhumiwa. Hicho tumeambiwa, na tumeambiwa idadi ya watuhumiwa na taratibu ambazo zimeanza kufuatwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba sasa ilipo katika hatua ya upelelezi, tunaamini haki yao itapatikana, kwa sababu sote tunakubaliana kwamba huo ni aina udhalilishaji. Kwa hiyo kuna sheria za kimtandao ambazo zinazungumzia kurusha maudhui ambayo kwanza ni ya faraha. Maanake unaweza kujirekodi wewe mwenyewe tu ukarusha, lakini ikiwa ni swala ambalo halitakiwi kuonekana, basi pia kuna sheria yake. Sasa pia kuna sheria ya kumrekodi mtu na kumsambaza bila ya idhini yake. Kwa hiyo bila shaka tunategemea taratibu hizo zitafuatwa. Kilichotupa moyo kuona kwamba Jeshi la Polisi sasa katika kitengo kinachohusika na masuala ya mtandao wameweza kuizuia hiyo clip isiendelee kusambaa, na uchunguzi zaidi unaendelea. Mimi ningependa kuishauri jamii kwamba hebu tuangalie madhara yatakayoweza kutokea tutakapozitumia hizi simu zetu vibaya, kwa sababu hapo muathirika sio marehemu tu, kuna watu nyuma yake, kuna watoto wake, kuna familia yake, kuna watu ambao wanamheshimu. Lakini pia kuna upande mwingine sasa wa yule ambaye amefanya lile tukio na kusambaza. Hatujamjua bado kwa sababu uchunguzi unaendelea, lakini unaporusha ukamrushia na mtu mwingine na mwingine, athari inaweza kwenda kuwapata watu wengi, kwa sababu kuna sheria ya kusambaza nayo pia ambayo itakwenda kuwashika watu ambao wamezisambaza ikiwa sheria itaanza kuchukuliwa. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii, tutumie vizuri hii mitandao, inafaa, inaelimisha, inasaidia, tuitumie vizuri, tusiende kuwaumiza watu wengine. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.